Oh yes, Manu Ayas Msanangu Band. Usijana kuvumirira hata kuhasani mame apate radhi za babae asena nini ni urembo. Usijana kuvumirira hata kuhasani mame apate radhi za babae asena nini ni urembo. Nane nani muriyo kala mukinena milomo futu pero kamunara kunena pigani jere jere manaka honzi unena kisha kuimbe hakuna jambo lisilo na mwisho. Kunoka honzi wakumirira ari homo na Patriki kimure hepa mame amarecho akimumanya akoma za babae baba karisa maita unamanya siradi ndo maana rero ni urembo. Dada Joani, dada Jeni, kaka Joni nawe kaka Jefsi rero kahonzi unenda pigani jere jere mana kahonzi unenda kisha kuimbe hakuna jambo lisilo na mwisho. Komarangu beri na ngala ngala, komarangu beri na ngala ngala, komarehu beri na ngala ngala, komarangu beri na ngala ngala, kuniwehu be ana ngala ngala, komarangu beri na ngala ngala, komarangu beri na ngala ngala, komarangu beri na ngala ngala. Vipepeo ladies hoye, iyo wio, wio. We baba Michael, hokera mkaza mwana nawe mama Holly kala radhi kwa uringo Krasi pesha sinaboni na Devi muhokereni kisha kuimbe hakuna jambo lisilo na mwisho. Hakuna jambo lisilo, hakuna jambo lisilo, hakuna jambo lisilo na mwisho. Wachani mwampe hawaringe na vigelegele wapige, hakuna jambo lisilo na mwisho. Komarangu beri na ngala ngala, komarangu beri na ngala ngala, komarehu beri na ngala ngala, komarangu beri na ngala ngala, kuniwehu be ana ngala ngala, komarangu beri na ngala ngala, komarangu beri na ngala ngala, komarangu beri na ngala ngala. Yes, sande sasa. Apa. Kelele moja kwa kahonzi yake wewe. Komarangu beri na ngala ngala, komarangu beri na ngala ngala, komarehu beri na ngala ngala, komarangu beri na ngala ngala, kuniwehu be ana ngala ngala, komarangu beri na ngala ngala, komarangu beri Hey,
Msafara wa bwana harusi ndio huo unaelekea kwa jukwaa. Msafara wa bwana harusi ndio huo unaelekea kwa jukwaa. Apewe nafasi, kapeti ni yao huyo jamaa. Kapeti ni yao. Wapewe nafasi wakanyage kapeti yao. Wapewe nafasi. Wapewe nafasi, wapewe nafasi. Pigeni vigelegele na bwana harusi. Kutoka moyoni, it's on my morning.
kanifanya mimi wa thamani, nakupenda kutoka moyoni. You've turned my morning into dancing. Umenipiga bonge la surprise, kanifanya mimi wa thamani, nakupenda kutoka moyoni. You've turned my morning into dancing. Umenipiga bonge la surprise, kanifanya mimi wa thamani, nakupenda kutoka moyoni. You've turned my morning into dancing. Umenipiga bonge la surprise, kanifanya mimi wa thamani, nakupenda kutoka moyoni. You turn my morning into dancing. Umenipiga bonge la surprise, umenipiga bonge la surprise, umenipiga bonge la surprise. Turn my morning into dancing. Umenipiga bonge la surprise, kanifanya mimi wa thamani, nakupenda kutoka moyoni. You turn my morning into dancing. Umenipiga bonge la surprise, kanifanya mimi wa thamani, nakupenda kutoka moyoni. You turn my morning into dancing. Oh, damu ya Yesu imenifanya ning'are. Still alive. Umenifanya ning'are, umenifanya ning'are, umenifanya ning'are Yesu. Hey, umenifanya ning'are, umenifanya ning'are, wewe umenifanya ning'are Yesu. Wewe waitwa nuru, eti nuru ya watu, ukiingia kwangu mina ng'ara. Ndani ya hiyo nuru, eti kuna uzima, ukiingia kwangu nina uzima. Uso wake Yesu, aliye sura yake Mungu, umeingia kwangu mina ng'ara. Nuru ya Injili, utukufu wake Kristo, umeingia kwangu mina ng'ara. Umenifanya ning'are Yesu, 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 umenifanya ning'are Yesu. Inuka uangaze, we nuru yako imekuja, utukufu wa Bwana umekuzukia we. Mataifa watakujia, wafalme watakuja, utukufu wa Bwana umekuzukia we. Inuka uangaze, we nuru yako imekuja, utukufu wa Bwana umekuzukia we. Mataifa watakujia, wafalme watakuja, utukufu wa Bwana umekuzukia we. Umenifanya ning'are Yesu, Yesu, umenifanya ning'are Yesu, Yesu, umenifanya ning'are Yesu, umenifanya ning'are Yesu, Yesu, umenifanya ning'are Yesu, Yesu, umenifanya ning'are Yesu. Hallelujah. Kumtumikia Mungu kuna faida. Umenifanya ning'are, hallelujah. Umenifanya ning'are Yesu, umenifanya ning'are Yesu, umenifanya ning'are, hallelujah. Umenifanya ning'are Yesu, umenifanya ning'are Yesu, umenifanya ning'are, hallelujah. Umenifanya ning'are Yesu. alipa jaso akina bakukala vipi bai bagari aho utumaza mazo uligona gatengeza vipi uzongezwa miaka mifungahe bibizanya no yako kale 8
alafu akiamba tuko mbele mbele befunda lola kaheri aliko jeso baada ya siku niliyokwenda kule Umariakani. Nilipofika kule Umariakani nikiguruka bari hadi stage ya Mombasa. Niliyoguruka bari ni jamari kalawe anafuna migoka akiniguruka bari alioniguruka bari beni kisita kare atanizulia na haria watu mahaona kama nea kitu baada nizulia hata nikiamba wa Mulungu saba tuziwamu na naongeza miaka mifungahe tunaona yeni hiye alipo jaso bena pambiliza napata nguvu nyingi na kuza nikipata yani unyereza nguvu basi kenda ndao kila hatu nikipata nguvu beni kimutinya haha nikimupaga hosi takizini alipo jaso na mba Mulungu ni mubomu mimi namshukuru nina wira wangu waha na malani uimbe kidogo garoma ninazoga ninakura undani ili nidimekuga nina haha ili nanumuga sikine utezako usitifini napawesa mwanangwe na kishere usirikize tototoe mwanangu tiye munisunzire here nirishoka nikimutunza mwanangwe mutezangu usitifini nakuwasira mwanangwe na kishere usirikize tototoe mwanangu tiye munisunzire here nirishoka nikimutunza mwanangwe mushala nikimufuga tototo nikimangiza na sare primary na sekondari ya Kigonya kompyuta mesimihaho achaenda Nairobi miaka miri kwenda shomera ujuzi ni mama mtawali kilawe yakiza siku ya Jumapili anaenda kanisani jibilishe ni karibu na Mariakani sokoni kanisa riro ikiongo ni Bishop Kazungu zangamba bomo ya kuvalato akianza kuhubiri mashetani ganachimbira ganangira kwa baharini ganenda jahanamwe. Ninashukuru mabishopu Kazungu na Vigide na Kimera na Bishopu Shanga. Mhubiri mwingine ni Bwana Kombe fona na mazishini kufukarele kwa mavumbo akinipa namba za simwe mesita mugara ndeshi amani warusini kangatenge kalumbe mukale tulifu sahani ya nyama mundari ya kutosheka safari wakatenge na muhuru wakatenge na kahindi wa sharo kwa niaba ya famili mukaribishe ajeni mujeni wa kwanza ni Peter Johnny na koiwa chula diwani koke na diwani siro wangu na mwinga fikiri Jacobo na mbunge Paulo Katana na rais wa jipara kileto Bosanangu gavana Mungaro na tuyosindi msirikize karedio abuwasa shumanangwe mzezangu sitifini nina kuhasa mwanangwe na kijere msirikize tototoe mwanangu tiye munisunzire hele nilishokala nikimutuza mwanangwe mzezangu sitifini nina kuhasa mwanangwe na kijere msirikize tototo mwanangu tiye munisunzire hele nilishokala nikimutuza mwanangwe mwanangu tiye munisunzire hele nilishokala nikimutuza mwanangwe mwanangu tiye munisunzire hele nilishokala nikimutuza mwanangwe watu wengine wagonya kunipa namba zao za simu bado Bishop Kazungu pigeni makofi babu jamani pigeni makofi mpigeni makofi ya sena vinafaa kavifaa ni raha si raha vigelegele na shangwe bai amen. Asante sana babu kwa sababu ya jambo hilo ambalo umelifanya na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Kwa sababu ya muda kwa ruhusa ambayo nimepewa na Askofu Daktari Kazungu, naomba kutambua uwepo wa wahubiri. Tafadhali, kama wewe ni mchungaji njoo hapa. Hii ni ruhusa nimepewa na baba askofu. Kama wewe ni pastor, wewe ni reverend, wewe ni mtumishi wa Mungu njoo, isipokuwa mama askofu akae pale, ana nafasi yake. Mama askofu asiondoke, ana nafasi yake.
Lakini kama wewe uko hapa na ni mtumishi wa Mungu, wewe ni mchungaji, wewe ni mhubiri, tafadhali tunapenda kutambua uwepo wako. Njoo hapa, alafu mimi nitawapatia maelekezo. Nitawapatia maelekezo yale nimepewa na baba. Askofu amenipatia maelekezo. Kwa hiyo mkifika hapa nitawapa kile niambiwa nipatie. Wapigieni makofi wahubiri hawa ambao wamekuja kushuhudia kile ambacho Mungu anafanya katika maisha ya ndugu Steve pamoja na mtoto wetu Neema. Amen. Hatutaki kuacha mtu yeyote nje. Tunataka kutambua ule uwepo wa watu wa Mungu. Kwa hivyo kama umebaki pale na we ni mhubiri, tafadhali. Nimesema wachungaji, sijasema mzee wa kanisa, sijasema mzee wa kanisa, nimesema wachungaji. Kama we ni mchungaji, ni mtumishi wa Mungu, tafadhali njoo. Najua tuna wazee wa kanisa hapa wengi, tuko na madikons wengi, lakini tunataka tu kwa sababu ya muda, wachungaji, wahubiri, watumishi wa Mungu, alafu tukaweze kumaliza. Tafadhali. Haya, nafikiri wamefika wote. Sasa nimeambiwa hivi na Daktari Dr. Samuel Kazungu. Najua uwanja umeiva wa kufanya crusade. Maana tumejaa maandiko na ni vizuri kujaa maandiko. Lakini baba amesema useme jina lako na unahudumia kanisa lipi. Sawa? Sasa nitaanza mimi ili muniige kama ninavyomuiga Kristo. Bwana asifiwe. Naitwa mchungaji Samuel, nahudumia EAPC Mombasa. Haya, si rahisi hiyo. Usiseme Mathayo wala Luka wala Mithali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na mimi ni mtumishi Ramadan kutoka kanisa la Pentecost Revival Center, Revival Mazimbani. We are under Pastor Philip. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hapa ni nyumbani na mimi ni mchungaji. Bishop Samuel Kazungu ni bishop wangu. Kwa hivyo nahudumu katika kanisa la JPA Mwanda. Bwana wabariki. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu kwa jina la Yesu. Mimi pia hapa niko nyumbani. Mtoto Neema ni mtoto wa bradhangu. Ni mchungaji Jackson Kadenge, niko pale Shangia nikihudumu na kanisa la Pentecostal Acts Church. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Tumepewa maagizo. Maagizo ni kwamba useme jina lako na useme hiyo mahali unahudumu. Majina yangu naitwa Pastor Moses Mrema. Ninahudumu katika kanisa letu la JPA. Bishop wangu ni Samuel Kazungu. Tuko kule Mtirini. Mungu awabariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni Reverend John Munao. Na hudumu katika kanisa la Mitangoni Baptist pale junction ya Barracks chini ya Askofu Bidide, na huyu ni mke wangu. Amen. Lilian Nyew. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naitwa William Mkala. Kanisa ni Shaddai Bible Church Kaloleni, na kuongezea kidogo ni kwamba mimi ni mmoja wa walimu ambao tuna branch hapa ya theolojia, na mzee Mtawali ni mmoja wa wanafunzi wangu. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi ni mtoto wa mzee Mtawali Kadenge, ni mtumishi wa Mungu pale Magongo, niko chini ya Pastor Dena New Life. Bwana Yesu asifiwe. Kuongezea Pastor wangu Kazungu amekuwa akinilea Sunday school. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa majina ninaitwa Pastor Dorcas. Niko chini ya mtumishi wa Mungu Daktari Bishop Kazungu.
Neema ni mwanafunzi wangu shule na ni mwanafunzi wangu kanisani pamoja na Steven. Kwa hivyo hawa wote ni wana. Mungu awabariki nyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa mchungaji Mary Lewa, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Hapa ni nyumbani na hudumu kule Shangia, niko chini ya Pastor Jackson Kadenge, akiwa pia ni mume wangu. Nasema kwamba Bwana wabariki sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Harusi tunayo matuna. Vigelegele. Wababa ho. Wamama vigelegele huko. Mbona hatuna raha? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa majina naitwa mchungaji Gladys. Niko pale JPA, bishop wangu ni Bishop Samuel Kazungu. Barikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Basi kwa majina naitwa Emmanuel Kazungu. Na hudumu katika kanisa la Shiloh Holiness Center hapo Kabororini Mazimbani. Tawali ni mwanafunzi mwenzangu, tukiwa pale tunachapa elimu. Walimu wetu pia nashukuru Mungu amekuja. Tukiwa tuko shule pale katika college ya Wisdom Training Center tukichapa maandiko vizuri. Shukuru Mungu, mtawali ni mwanafunzi mzuri ambaye anatutia moyo. Nikiwa pale ni mimi ni chairperson pale, na mambo ya harusi tunayajua vizuri sana maana mtawali alitualika. Hivyo Mungu akubariki sana wangu umefika, na neema Mungu akubariki na wote ambao tumekuja ili tuweze kuchangia furahi. Mungu awabariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa majina mtumishi Katana. Wakati huo hawakuniweza kunishawishi kuvuta bangi au sigara au kula mgoka au kula miraa, maana nilikuwa na Yesu ndani yangu. Mimi nikafuata ya Mungu na nikafuata ya kusoma. Wakaniambia ukimaliza kusoma utaviacha. Sikuviacha, maana kitu kizuri mtu huwezi kukiacha. Wakaniambia ukipata kazi na pesa utaviacha. Nikapata kazi kubwa ya kampuni mpaka nikawa naandika watu kazi. Sikuviacha, maana wokovu si kitu cha muda. Wokovu ni wa maisha yako yote. Kwa hivyo mimi naweza kukuambia nikiwa mtu mzima wa miaka 60 sasa, ya kwamba ukimpa Yesu maisha yako hautajuta, na nuru ya Mungu itaangazia maisha yako, na utaishi maisha yaliyo na baraka, tena yaliyo na amani na yaliyo na matumaini. Kwa hivyo leo ni furaha kubwa kuona wanangu wa kiroho ambao nimewalea, nimewashauri, wakapokea neno, wakatii neno, wakamwogopa Mungu, wakaheshimu Mungu, wakaheshimu wazazi wao. Leo tuna sababu ya kufurahia na kusherehekea harusi yao. Bwana Yesu apewe sifa. Maana hii ndio dalili ya mtu ambaye amejiweka kwa Mungu na amemwamini Mungu. Bila shaka huyo mtu atapata baraka. Sasa kwa kumalizia, maana saa zimeenda na mimi na huwa na heshimu wakati. Wale ambao mna simu za smartphone, ukiangalia JPA TV kwa Facebook ama YouTube, utatupata pale na mahubiri ya wokovu. Kama mnenaji pastor aliyenena, sisi hatuuzi vitu, maana kipawa cha Mungu hakiuzwi. Nilienda kwa boma moja kule Taru. Nilipofika huko kuna nabii huko naye ambaye aliambia yule mgonjwa aenda akachukue mayai 4 na uzi mweupe na mwekundu na kijembe na jogoo mweusi, halafu na mbuzi ya mikirikiri. Haya, ni nabii kweli huyo? Haya, jamii kafanya hivyo. Alipoenda kuzuza huyo pastor, haya pastor ameanza kuzuza, si ni mganga mwingine huyo?
Alipofika hapo akasema, hapa hicho kitu kilichosikwa hapa ni kikubwa sana. Inabidi nirudi baharini nikamuulize shetani anipe nguvu tena. Hasemi Yesu, anasema shetani tena. Kwa hivyo afadhali kuokoka na kuingia makanisa yanayohubiri injili ya wokovu na imani katika jina la Yesu Kristo. Mkiingia hiyo makanisa hamtapotea, watu wa Mungu. Nataka nisome katika kitabu cha Torati, Kumbukumbu la Torati, mlango wa 5 mstari wa 16. Nitaongea hapo tu maneno machache kwa ajili ya kuwashauri waliokuja kwa harusi hii. Waheshimuni baba yako na mama yako kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru, siku zako zipate kuzidi, nawe upate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Narudia tena, waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru, siku zako zipate kuzidi, nawe upate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Bwana Yesu apewe sifa. Jambo ambalo ni la maana na la muhimu sana katika sisi wanadamu ni kupokea maagizo ya Mungu, ni kupokea amri za Mungu na kupokea neno la Mungu. Sasa hapa kuna agizo la mtu kuheshimu baba yake na mama yake ili apate kupewa miaka mingi ya kuishi duniani, ili apate heri, ili apate kufanikiwa na ili apate kufaulu katika maisha yake. Kinachotatiza leo vijana wetu mtaani, katika nchi na katika eneo, ni vijana waliokosa kuheshimu wazazi wao, waliokosa kuheshimu baba na mama. Wamejawa ni madharau, wamejawa ni kutukana, hawana heshima. Na wakati kijana amekosa heshima katika hii dunia, atazuiliwa mema, atazuiliwa baraka, atazuiliwa mazuri, maana amekosa kuheshimu baba aliyemzaa na mama aliyemzaa. Unakuta kijana pengine amepata kazi Nairobi au Mombasa au mahali pengine, hawezi kusalimia baba yake, hawezi kusalimia mama yake, hawezi kutuma chochote cha kusema mama pokea hiyo 500, baba pokea hiyo 500, hafanyi. Na kwa sababu ya ujeuri na kwa sababu ya dharau, mambo yao hayaendelei, mambo yao hayaendelei. Kwa hivyo tunaamuriwa tuheshimu wazazi wetu. Wewe kijana uliye hapa, heshimu baba yako. Wewe kijana uliye hapa, heshimu mama yako. Yawezekana umesoma kumpita yeye, lakini yeye ndiye aliyekubeba ukamnyelea kwenye magoti. Mamako akakushughulikia ukiwa mgonjwa, yeye ndiye ameenda kwa bao la hospitali akikubeba, maana una homa, anangojea daktari akupe madawa, akakubeba, akakutunza, akakuangalia. Leo umekuwa mtu mzima. Biblia inakuamurisha uheshimu baba yako na mama yako. Ukiyafanya haya utapata mema, ukiyafanya haya utapata baraka, ukiyafanya haya utakuwa kijana wa heshima. Bwana Yesu apewe sifa. Na babako hata juta kwa
kwa sababu ya madharau yako. Atasema nashukuru nimezaa mwana. Mama atasema nashukuru nina mwana. Wakati anaposema maneno akiwa radhi, baraka zitakuandama, mazuri yatakufuata na utaona heri hapa duniani. Maana ukimheshimu baba yako na mama yako ni amri yenye ahadi, ina baraka ndani yake. Ndiyo maana tunamuona Isaka akibariki Yakobo na Yakobo akabarikiwa. Tunamuona Yakobo akibariki watoto wake 12 na watoto wale wakabarikiwa. Kama unamheshimu babako, unamtambua ndiye mzazi wako, unatambua ndiye mama yako, nataka nikuambie maneno atakayoyanena yatakubariki, yatakuinua na yatakufanikisha. Bwana Yesu apewe sifa. Siku moja marehemu nyanyangu alikuwa bado yuko hai, akamwita babangu siku moja. Maana wakati huo kulikuwa kumetokea purugishani kidogo. Nilikuwa napelekwa kusoma China na kukatokea purugishani hapo, nafasi yangu ikapewa mtu mwingine, mimi nikapewa nafasi nyingine. So nyanyangu akiwa hai wakati huo akaniuliza, utaenda lini China mjukuu wangu? Nikamwambia kumetokea purukushani, nafasi yangu imepewa mtu mwingine. Akasema hivi, nyanyangu na ukumbuka hajaenda shule? Akasema hivi, yawezekanaje mjukuu wangu mimi akose kwenda China kusoma? Hebu akamwita babangu, akamwambia, baba, unaona mjukuu wangu kwa nini asiende China? Kesho asubuhi nataka asubuhi saa 12 umuhase huyu mjukuu wangu wewe. Bwana asifiwe. Baba akasema, bwana nimefanya nini? Asema, hapana, kwa nini mjukuu wangu asiende China? Sasa hivi leo usiende kunywa pombe, maana nataka kesho asubuhi umuhase huyu mjukuu wangu, umubariki huyu mjukuu wangu, umuombee mema huyu mjukuu wangu. Baba akakubali, akasikia mamake. Asubuhi kaketishwa hapo mlangoni, akapewa maji na nyanya, kaambiwa, haya muhasenu mjukuu wangu. Akachukua maji, akasema maneno mazuri, alafu akanimwagia maji kwa moyo mara 3. Alipomaliza akamwambia nyanyangu, akasema, haya mjukuu, nenda. Nataka niwaambie, ukiheshimu babako na mamako kuna baraka. Nataka utambue, babako akinena mazuri yatakupata, mamako akinena mazuri yatakupata. Ilikuwa Jumapili, baada ya hapo nikaenda kanisani kufanya ibada. Jumatatu yake nikaingia gari kushuka Mwembe, tayari mwanaume huyu ananiambia, kijana, unataka kazi? Kamwambia, mimi nangojea kwenda kusoma London, napelekwa na Kenya Ports Authority, lakini kama kazi ipo naweza kuenda nikaifanya. Kanambia, ngoja nikupeleke hoteli ukule kwanza, alafu kupeleke kazini. Kumbuka jana na haswa zafika Mwembe tayari, jina langu lina mkurugenzi wa Kenya Ports Authority. Nende nikashome meka mifungahe Uingereza, nikale engineer wa poti, hanohaza mbolaka asikari. Nikaenda hapo kwa hiyo kazi. Kufika hapo wazungu wakanambia, we kijana umesoma sana, hata tukuandika kazi tayari. Kazi ingepata hivyo tayari, siku apply. Lakini nikaamba, unaona gara maneno ga babayo gaza fugule wala unafoya jerila gaga maneno ga babayo gaza hendo mujizo hendike haraka. Bwana asifiwe. Ndio maana nawaambia nyote mnaosikiliza, kama hautakuwa na dharau, kama utaheshimu baba yako, kama utaheshimu mama yako, atakayo yatamuka yatafungua njia kwa maisha yako. Bwana asifiwe sana. Nami nawaambia ni kweli, maana haya niliotendewa nawaambia watu. Kuna familia hapo Shangia hapo ambao wameteseka miaka mingi. Maombi yameumbwa, watu wameenda kuomba kwa boma, vijana wapati kazi. Walipokuja kwangu nikawaambia nitawaombea, lakini kuna baba yenu mkubwa hapo yupo. Haya, kamwambieni baba tawe na hawe dangba doma naanza, na ni sawa hiyo wazazi kuanza kupeana zawadi
kwa msichana wao, mtoto wao Juma Konde akishughulikia M-Pesa namba. Wale ambao wako na zawadi kwa simu watume kwa nani? Basi nimepeana nafasi hiyo kwa Juma Konde aniletee namba ya yule ambaye anapaswa kutumiwa zawadi hizo. Nilienda kwa harusi nyingine, nikawa master of ceremony, nikasema zawadi ya simu imulenge anayeolewa. Hivyo ndivyo nilivyosema huko. Sijui hapa kwa nini zawadi itumwe kwa mtu mwingine na ni pesa, si atumaniwe mwenyewe? Sasa zawadi ni pesa, atumaniwe mtu mwingine kwa nini? Na harusi ni ya neema. Nikasema huko, hapa sitasema hapa, lakini nilisema huko kwamba atumaniwe msichana alikuwa anaitwa Naomi hiyo siku. Nikasema atumaniwe Naomi mwenyewe. Hapa sitasema, lakini huko nilisema pesa za M-Pesa zote zielekezwe kwa Naomi na akatumiwa. Hapa sitasema hapa, lakini huko nilisema alikuwa anaitwa Naomi. Kama zawadi ni yangu na mimi ndo ninaolewa, kwa nini usinipe mwenyewe? Zikambozo ni mtu ndo ndreherwe akazisaza. Reverend Chengo na mwenzako, kuna viti vimepatikana pale, muende mkae, mfuateni Pastor Moses atawaelekeza kwa kukaa. Haya, naomba tuwe makini karibuni sana. Namba ya M-Pesa, wana vyombo tafadhali tutulie. 07111. Pengine naweza sema 111 mkakorogeka. 01, andika 01 alafu 11 alafu 70 alafu 3819 0111 mpaka zifike 3 hizo moja, alafu 70 alafu 38 alafu 1. Ni watu wako mjela hao. Haya, wazazi wa Neema wanapeana zawadi kwa mtoto wao. Si vizuri mpaka mkwe wao pia simame, si yote na wahusu. Hata Steven pia simama, zawadi hiyo ni yenu. Ndakwendeka fuba hiyo na fuba makochani. Kwa hiyo zangeza mbuzi kala una 10 na mwenga na bata. Hiyo ni zawadi ya wazazi wa dada yetu Neema. Baba Karedio Mtawali pamoja na mama wana zawadi watoto wao. Neema pamoja na mumewe ndugu Steven wanapokea kipawa kilichopeanwa kwao na wazazi. Jamani, mshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele na nderemo na shambe. Asanteni sana. Wamlasha babayo zawadi katabu ya kuruka papako mbere babayo naye wakunosa hivi we kusikira. Haya, wale wengine wana zawadi wafuate. Wale ambao wako na zawadi wengine wafuate. Kama una zawadi wewe peleka. Wanafamilia, kama una zawadi wewe peleka. Kama una zawadi wewe unga foleni. Kama una zawadi unga foleni, tuende kwa mpangilio. Tuunge foleni, zawadi zote tuunge foleni. Kwa sababu ya muda, hatuna muda, tuunge foleni. Kama kuna bahasha, kuna mtu anahitaji bahasha apewe, lakini bahasha haikununuliwa. Zawadi zije. Naarifiwa pia zawadi ya wanakamati pia iko. Zawadi pia ya wanakamati iko. Zawadi ni wakati wa zawadi. Na wakati wa zawadi. Asanteni sana nyote kwa kutoa zawadi zenu kwa maharusi wetu. Mungu awabariki sana jamani kwa zawadi. Ngoja zamba muikirwekesha ndachesa rero na machero. Angalieni picha. Ukitoa zawadi muangalie huyo cameraman. Ukitoa zawadi angalia cameraman.
Mr. Mgala yuko pale akiwakilisha zawadi ya wanakamati pamoja na ndugu yetu Juma Konde na baba ya bibi harusi, babu yangu Mtawali. Mimi pia nilikuwa mwanakamati na nilitoa mchango wangu. Usiseme ule master of ceremony sasa nilikuwa mwanakamati na nikatoa mchango. Kwa hivyo huwezi nifanya lolote. Nilikuwa mwanakamati na nikachanga, huwezi nifanya lolote. Nilichanga kwa hii harusi. Kwa hivyo ukiniona na sahani kubwa, achana na mimi. Ninastahili. Ni kipindi cha zawadi Haya, naona mwalimu wa shule ya Biblia na Theology. Barikiwe sana mwalimu. Peleka zawadi yako pale, peleka zawadi yako na muhakikishe hizo zawadi zinatunzwa. Mpate mtu mwaminifu. Mpate mtu mwaminifu. Nienda harusi nyingine zawadi zikapotea. Kwa hivyo muhakikishe mnachagua mtu mwaminifu. Ukipeana zawadi unaangalia picha na uangalia utokezee kwa picha. Mungu awabariki sana wale mnapeana zawadi zenu. Mungu awabariki sana dini ambao mnapeana zawadi zenu. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Haya, tuharakishe wale wamebaki na zawadi, tuharakishe. Mungu awabariki sana. Kama umebakisha zawadi yako, tafadhali nenda pale upeane. Ni wakati wa zawadi. Haya, zawadi zingine ndio hizo zinakuja. Mama Askofu ana zawadi yake. Mama Askofu Chakalewari Kabiti Rosti Vini picha ili cameraman afanye kazi yake vizuri. Ukipeana zawadi unaangalia picha. Tuharakishe tafadhali. Tuharakishe
kidogo. Amen. Basi mbele yetu kuna keki, na hii keki ukiangalia kwa mtazamo wa macho tu tunaiona imependeza kama vile bibi harusi wa kesho. Bwana Yesu asifiwe. Basi katika keki hii imeandaliwa na bibi harusi, na bibi harusi kuna maneno amenituma kwa familia kwa Bwana. Amenituma kwanza tuanze kwa bwana harusi mtarajiwa. Ameniambia nimfikishie ujumbe wa kwamba hataki ushirikiano, anataka mume wake na si waume wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Steve, huo ni ujumbe umetoka kwa bibi harusi. Amesema hataki mume wetu, anataka mume wake. Bwana Yesu asifiwe. Pia ujumbe ameniambia nipeleke kwa familia, ya kwamba familia Mungu amempa neema kulingana na jina lake. Unapokula keki hii anakuahidi ya kwamba neema aliyopewa na Mungu atawazalia watoto wa kutosha, wale ambao mnataka. Amen. Wale ambao mnataka wenyewe. Kwa hivyo familia, ukiwa umeketi hapa, nendeni mfanye meeting, nani atazaliwa wa kwanza na nani atazaliwa wa pili. Jamani, situmpigie makofi bibi harusi. Amen. Amen. Hiyo ni neema ambayo Bwana amempa, na nashukuru Mungu, maana Mungu ni mwaminifu na atalitimiza. Kwa hivyo familia, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Harusi ambaye ametuandalia keki hii afike hapa. DJ, naomba tupatie wimbo wa bibi harusi anapotembea na madaa na msimamizi wake akiwa nyuma. DJ, tuwekee mziki wa bibi harusi. Amen. Hawezi kusimama bila hajawekewa mziki. Situmpatie makofi DJ anapojiandaa. Mpatie makofi mengi anapojiandaa DJ. Tupatie wimbo wa bibi harusi. Utukufu wake Kristo. Basi naomba bibi harusi usimame pole pole bila haraka. Leo ni siku yako, ni siku yako mama. Amen. Umenifanya ning'are. Amekufanya ung'are. Umenifanya ning'are. Mungu aliyekupa neema amekufanya ung'are. Jamaa ya leo ni siku yako pole pole ning'are. Umenifanya ning'are. Umenifanya ning'are. Wewe waitwa nuru, eti nuru ya watu. Ukiingia kwangu ninang'aa. Basi huyo ni bibi harusi. Piga makofi jamani, pole 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 pole. Kuna uzima hapo, pole pole jamani. Ukiingia kwangu nina uzima. Yesu
watakaa pale au watapata hapa. Analisha pia wazee wa kanisani wamekuwa pamoja naye. Jamani, nisaidie na makofi kama unaona. Amen. DJ twende. Basi ningeomba bibi harusi unapomalizia twende kwa wazazi wako. Amefika kwa wazazi wake, anza na baba kwanza alafu mama. Amen. Hiyo ni shukrani ya watoto wenu ama mtoto wako kwa kumlea vizuri na kumpatia maisha mazuri. Siku ya leo ana sababu ya kukushukuru akisema ni asante mzazi kwa malezi mazuri. Patia pia familia waliopo karibu. Tafadhali. Wimbo wa bwana harusi, bibi harusi atoki mpaka wimbo ufike. Shemeji
wa kuweza kuongea maneno ya shukurani. Kama vile tunavyojua ya kwamba kilicho na mwanzo hakikosi mwisho, na tumefikia mwisho ambao tunataka kumaliza. Nataka kuongea kuhusu shukurani. Nataka kuwashukuru hasa, nataka kuanzia chini nimalizie na mwanzo tulipoanza. Jambo la kwanza nataka kushukuru watoto wangu Neema na yule ambaye kesho watafungishwa. Nataka kuwashukuru sana kwa sababu sisi sote ambao tumefika hapa ni kwa sababu ya utii wenu, na mimi nasema mbarikiwe sana. Nataka kushukuru pia hata kwa ajili ya baba yetu askofu ambaye ametupatia neno, kwa kutulea katika neno, na tukaweza kwamba siku ya leo tuweze kuiona ya vile ambavyo imetendeka. Nasema ya kwamba baba askofu, Bwana akubariki sana kwa kazi nzuri ambayo umeifanya, nami nazidi weka saluti yangu ya kwamba Bwana akubariki. Nataka kusema mbarikiwe pia hata wazazi wenzangu ambao tunatoka katika boma hili, tulioweza kuwa na watoto wetu, hasa mtoto wetu Neema, na pia katika maandalizi yote ambayo tumefanya kwa ajili ya mtoto wetu. Nataka kusema Bwana awabariki kwa jambo hilo zuri ambalo tulilifanya. Pia nataka nishukuru hata kwa ajili ya wote ambao wametoka makanisani mbalimbali na wakasema ya kwamba tunaenda ili kwamba tukashuhudie ya mambo ambayo yanafanyika katika boma hili. Nasema ya kwamba Bwana akubariki sana, kwa sababu kuja kwako ndio kumeonyesha kuweza kufaulu ama jambo hili kuweza kufana. Nataka kushukuru pia hata kwa ajili ya wale ambao ni walinda usalama ama wale ambao wanadili sana na mambo ya serikali. Nataka kusema Bwana wabariki sana, kwa sababu mumeweza kuwa pamoja nasi na kuwepo hapa na kunena maneno ambayo mmeweza kuongea, yameleta kufanikiwa na hata kuweza kujua kwamba muko pamoja nami. Nasema Bwana awabariki sana. Bwana wabariki wazee, wabariki vijana, wabariki watoto, abariki kila mmoja ambaye ameweza kutoka sehemu mbalimbali. Najua umetoka mbali, labda umesafiri kwa magari, labda umesema natembea kwa miguu lakini nifike. Nasema Bwana akubariki sana. Mimi nasikia kwamba mmetuheshimu na mimi ninawaheshimu sana kwa tendo ambalo mmefanya na kufika na kuona ya kwamba tumepata kufaulu katika jambo hili. Pia nasema Bwana wabariki wapiga vyombo kwa kazi nzuri ambayo umefanya, kwa sababu bila vyombo basi mambo haya haingeliweza kuonekana mazuri, lakini kwa sababu umejitoa kwa ustadi wenu na kupiga vyombo na hata kuimba, hakika mmesababisha tukafanikiwe mahali pazuri sana. Nasema Bwana awabariki sana. Nataka kumalizia kusema ya kwamba chakula kimeombewa, hata watu wameendelea kula, na ninasema ya kwamba utakapopewa chakula kula, maana Mungu yuko pamoja nasi na amesikia ombi lililoombwa, na Bwana akutendee mema, akupe afya unapokula chakula hicho. Nasema Bwana awabariki sana. Ubarikiwe nyote kwa jina la Yesu. Amen. Basi tumwongeze makofi Pastor Nicholas kwa neno la shukurani. Na kufikia hapo basi sina budi kulikunja jamvi hili. Tumefika kilele mwa hafla hii ya send off party na tunaendelea kupewa chakula. Kwa hivyo wewe baki pale ulipo, chakula ni kingi, chakula kiko, na nimearifiwa kwamba kila mmoja atakula ashibe.
Kwa hivyo usiwe na wasiwasi, tulia mahali ulipo na utaweza kupewa chakula. Naomba tuinamishe vichwa vyetu tunapofunga mkutano huu kwa neno la maombi. Baba, katika jina la Yesu, napenda nikushukuru kwa sababu ya wema wako na uaminifu wako katika sherehe hii. Tangu tulipoanza, ewe Bwana, tumekuhusisha na umekuwa katikati yetu kwa kila kipindi. Tumeuona wema wako. Tunakushukuru kwa kuifanya siku hii iwe ya kufana vile ilivyo. Roho wako Mtakatifu ametuongoza na umechukua nafasi ya kwanza katika sherehe hii. Na kushukuru kwa kila kitu ambacho kimetendeka. Ninaamini kabisa kwamba yote yamekupa sifa na heshima kwa jina lako. Pokea utukufu, ewe Bwana. Tumefika mwisho wa sherehe hii, tunapoendelea na shughuli zingine na baadaye kufumkana kuelekea manyumbani. Nafunika watu wako kwa damu ya Yesu, kwamba kila mmoja atarudi kwake alikotoka salama mikononi mwako kwa utukufu wa jina lako. Bwana, katuwajalie kuiona kesho, ili tuwe miongoni mwa wale watakaohudhuria na kushuhudia ndoa ikifungwa kesho katika nyumba yako. Uinuliwe na utukuzwe, maana utaenda nasi na utatubariki. Walinde maharusi wetu, wape afya na ukawajalie kuamka wazima, ili wakaifurahikie siku yao kubwa kesho kwa utukufu wa jina lako. Wana media, ninakushukuru kwa kazi ambao wamefanya. Bwana, ukawabariki na ukawadumishe kwa utukufu wa jina lako. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Basi tumefika mwisho wa sherehe. Tumefika mwisho wa sherehe hii ya send off party na tunaendelea kupewa chakula. Kwa hivyo nimeomba ubaki pale ulipo na utaweza kumiwa. Mjomba, njoo.